Bwana sana. And we appreciate the Lord Na tunashukuru for Bwana making us to travel to town together. hata kwa kutupa tusafiri pamoja. That today we may listen the word of the Ili Lord. leo tusikize neno la That Bwana. today someone may be found here upright. Ili mtu leo apatikane That hapa. the Lord today may win a soul. Ili Bwana ashinde nafsi. Many scriptures have been read. Maandiko mengi yamesomwa. They have read about the fear of the Lord. Wamesoma kuhusiana na kumcha That the Mungu. grace of God has appeared to all man. Kwamba neema ya Mungu imefunuliwa kwa kila mwanadamu. Lakini sasa we need to embrace this grace. tunahitaji kupatania hiyo We neema. need to stop sin. Tunahitaji kuachana na We dhambi. need to change our perspective. Tunahitaji kugeuza hiyo mtazamo wetu. We need to change that. Tunahitaji And we need kubadilisha now to hiyo. focus on the coming of the Na Messiah. tuanze kutazama kukuja kwa As we Masihi. are traveling, Hata tunapoendelea, remember, as we are traveling, tunapoendelea na safari, please remember the Messiah is coming. tafadhali kumbuka kwamba Masihi He is anarudi. coming to take a child that is waiting. Anakuja kulichukua lile kanisa ambalo linamngoja. Remember, we are sojourners in this Kumbuka world. kwamba sisi ni wasafiri katika ulimwengu. This world is not our Hii home. dunia si nyumbani kwetu. I know when today you get money, you buy a land, Najua kwamba leo ukipata pesa unanunua shamba, then you build a house. alafu unajenga nyumba. Every day you want to go and rest in your Kila house. wakati unataka uende upumzike katika But the nyumba Lord yako. has promised us about the eternal kingdom. Lakini Bwana ametuahidi kuhusiana na uzima wa In milele. that kingdom there will be no sickness. Katika hiyo ufalme hakuna In magonjwa. that kingdom there will be no troubles. Katika hiyo ufalme hakuna kuteseka. In that kingdom there will be no breaking of marriages. Katika hiyo ufalme hakuna ile kukata ndoa ama But in kuvunja that ndoa. kingdom Katika hiyo there will ufalme be singing and rejoicing with the Lord. kutakuwa ni kuimba na kufurahia na Mungu. So we need to live a life on earth, Na kwa hivyo tunapaswa kuishi maishani katika ulimwengu focusing on the coming of the Messiah. tukitazamia kukuja kwa Masihi. Ask yourself one question Ujiulize today. swali moja siku ya If leo. the Messiah comes now, Ikiwa Yesu atakuja saa where hii, will you spend your eternity? je, milele wangu ni itakuwa Because wapi? Ecclesiastes 11:3 says, Kwa sababu Mhubiri Mhubiri 11 inasema, where a tree falls lies there forever. mahali ambapo mti uanguka unakaa pale When milele. today you will die, Wakati leo utakufa, where will you spend your eternity? milele wako itakuwa As wapi? we are traveling to town, Tunapoendelea kusafiri, make sure you know we also have another journey. kumbuka kwamba pia tena tuko na safari And the nyingine. journey we are speaking of, Na safari ambayo it tunaongelea is the journey of the narrow road. ni safari ya ile njia The nyapamba. narrow road that leads to eternity. Njia nyapamba ambayo inaongoza katika uzima wa That leads milele. to eternal. Ambayo inaongeza katika uzima. Uzima. Where the Messiah reigns forever. Mahali ambapo Yesu And he anaumiliki said the milele. narrow road. Anasema njia nyapamba. People fear the Lord. Watu wanamcha Mungu. People give God glory with their bodies. Watu wanaomba Mungu tukufu na mili That's zao. what you are not going to town now. Hata unapoenda kusafiri sasa hivi. Isikuwa unaenda town saizi, Let not you are going to town now. alafu kumbe unaenda ukahaba. Alafu unaenda ukahaba. No. Hapana. We need to give the Lord glory with our bodies. Tunapaswa kumba Mungu tukufu na mili zetu. John 14:1. Yohana 14:1 It says, inasema, let not your hearts be troubled. inasema msipe mioyo zenu Maybe you are kusumbuka. going to town Labda unasafiri kwenda because town of job. kwa sababu ya It kazi. is good the Lord bless you with job, Ni vyema kwamba Mungu amekubariki na that kazi you may provide for your ili family. ukapate kuikisi familia zako. You uweze kusaimisha Ili familia ukaweze zako. kuisamilisha familia yako. Wapate chakula, Wapate chakula, wapate rent. wapate rent. But remember we have a giver of life Lakini kumbuka kwamba tunaye yule anayepeana that maisha. now is demanding each and every person to repent. Na sasa naamrisha kila mtu kutubu. We now need to repent and focus on the coming of the Messiah. Tunapaswa sasa kutubu na kutazamia katika kukuja kwa Masihi. Time is Wapendwa, over. wakati umekwisha. The Messiah is Masihi coming. anarudi. And now if you have listened to that word, Na sasa kama umesikia hilo neno and inside your heart you are convicted na moyo wako umeshaushika that you may receive the Lord again, kwamba ungependa kumpokea it Yesu tena, doesn't matter the sins you have done. haijalishi zile dhambi It umetenda, doesn't matter how many times you have made prostitution. haijalishi ni mara ngapi umeavya It mimba, doesn't matter mara ngapi
umepiga watu Ngeta town. Haijalishi ni mara ngapi umepiga watu Ngeta town. Haijalishi umechukua mabibi na wangapi. Haijalishi umechukua mabibi wangapi wenyewe. Haijalishi umedanganya kiasi gani. Haijalishi umedanganya kiasi gani. But now the Lord is commanding each and every person to repent. Lakini sasa Mungu anaamrisha kila mmoja kutubu. This is the time to repent, precious people. Hii ndio wakati wa kutubu watu wabarikiwa. We want to receive the Lord. Tunataka kumpokea Bwana. Pastor Charity will close. Alafu mchungaji Charity atafunga. Let us repeat this prayer Wacha together. turudie maombi pamoja.